Amama atongo ima Wiper Kitui kutulwa mutema itui kata mauni yengo mwaniko kati wa mbunge su na uvongewe executive. Zama ya magavana kuendekethia malekeliwe mawia ma county mailena na mo kuthukumwani silikali nene. Na Musalia Mudavadi kukulia maofisa mausesei makwatiani aina ene nthini wa uthukumi wo. Wilingi wa maovo. Musaisa mwendo anene naitu nambani ya ile itatu kenda imwe itano kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV. Na tuambililia ndongoi ya Wiper Kalonzo Musyoka ni waliana na wendekethio wa President William Ruto wa kusanza ng'ombe aimwenda aelesi ya Kenya kitumi cha kusanza ng'ombe ini kiva anene andeto hii levi kite cha dhini kimwe chambo ya ilovi vala eatianite na ula wa ingavana wa Kiambu Ferdinand Waititu ndongo ya chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa na mwandiki munene chamani cha Jubilee Jeremiah Kioni adama tulamutisilikali kwa kukenga NND na kuvua ngaliko ya ulei mavo asunu twidhati unengelelia ndateka mbudhu siukete tuisonga na mbe amwe ma atongoi ma chama cha UDA Kitui matongoiwe ni muyumbe wa Kitui East ni Mrod Mbai na MCA wa Sombe Mwitika Laba na Malinga ni matula muti amwe matongo ima chama cha Wiper na alama wetata mome kumie kuni yangu ivadhukanio ilasiende kati wa ukava wa silikali ya Kitui na mbunge na kumenda mevetange kulikila udhukumi wa silikali ya kaundi ya Kitui. Mbai na Munyanya Malinga menda utongo iwa mbunge ya Kitui udhukume na silikali ya Dr. Julius Malombe nikana maendeyo makwatikane kaundini ya Kitui vala menda ala mekwenda kuika mawaliuku silikali ni angava na Malombe metele mwakani wa 2027 Mei kama waliuku asu mekwenda mateku vingi sangava na Malombe. Onesmus Chalo na Mauvo. Muyumba Kitui East ni Mrod Mbai wa chama cha UDA ni wenda memba ma chama cha Wiper kuweka kulikililo udhukumu wa serikali ya kaunti ya Kitui na kwenda meke kuimi vadhukanyo katu wakava wa serikali na bunge ya kaunti ya Kitui. Mbai inenanwa wetakani vadhukanyiliku sito katu wa bunge ya kaunti ya Kitui na wakava wa serikali ikuwa tomboni ya mama memba ma chama cha Wiper. MP sionze ilataza kuitwe nisiasi okie na gavana Malombe edho ana comeback hasa kuwaingi na gavana Malombe athukumete nesa na kwetha kutena kelele wa kunena ni kati wa tongoi lakini kuma wiki renzelu nene kwithiwe na pressure wasisia utongoi wa Wiper ne tabeki ndu sukuma gavana kila tukwenda wataniki gavana kuita ndo monde ma Kitui county nda kuita tongo ima Wiper kwa tongo ima Wiper nenge gavana mwana athukuma ndo ma Kitui ala mamusa kuye Mbai nwa wetakana mawalio kumawakava wa serikali ya kaunti ya Kitui ala makwenda kuikwa ni bunge kuisela kumupetanga kevela ni minister wa Kinando Peter Mwicha Kilonzo makuwa tomboni ya tongo ima chama cha Wiper otondo kuelesya neno ni mbunge wa UDA nizi gavana nwa Wiper lakini si ndo ino mukwenda mubinea Rose speaker wa assembly ni mwanake munini unasa kuiwe kinengo na anasa kuwa na MCAs manasa kuitwa ndo yang nane ngo mwana wake athukume balaba amezia migogoro ya impeachment undi zi waziri uyadhi andu me progress ya so undu gavana otwaye county ne kwa atwaye county undu speaker otwaye assembly ne ka atwaye assembly na nundu batele miaka 3 ku elections asuma kuiwa mena maidea maseo bewa mama Malombe bewa mama Kenengo yune ni moka ndu ni meta idea sio na modhosia lakini meka to kwani sino ndu si ndu ilanga bano kwete woyu si atwike ka ambeo thino mwithe siende ya Kitui chusia muno muyumbe wone wenda otongo wa bunge ya kaunti ya Kitui otongoza ni speaker Kelvin Kinengo pamoja ukava wa serikali ya kaunti ya Kitui otongoza ni governor Julius Malombe madhukume imwe otondo maneri to meidhukume na Vietnam na KMC wa Sombe Mwitika Laba ni Malinga wa chama cha UDA ni umbela sanzo na kuweta kilacho ya bunge ya kaunti ya Kitui na kwenda kuikiva dhukanyo kula kukava wa serikali ya kaunti ya Kitui otondo kuelesya nimugua kawende wa ngavana na mbunge kawula wende wa ngavana na mbunge nikawuto tuteria ino mwandumia ne dikaone kana mwandumia ngazukuma na ngavana ngakwate ngavana koko kuunye dhukuma na Malombe wewe unongwetie ola mwandumie mwandu makaoni ngaigite kwa mbunge
Malinga eiweta kana ndei kwa tambo mutalatala wa kumvetanga kebela ni minister wa Kinando Peter Mwicha Kilonzo. Na manazia maambia na kumya waziri wa ngavana uledwa wa Mbesa kana minister wa finance na mchakato usuno wende yewe mbunge ndena gitumio na kemo cha kumwa nundu wa interest sia mundu mwene mundu akwenda kuthokwa Kitui mundu atekwenda ndo mokwata Kibu mokwata Malelu akwenda Mbesa ege mubuko eweka na iti tunasia iti kungamana Malombe kura itu ite andumage Kitui isteka kuna ima tano teka kuna kura ya no ya kuleana na kumya minister wa ngavana Kibelani. Livote Abdingwa Movomo Tongoi TV Neta Onesmus Chalo. Nzama ya mangavana yenda maseneta mama kwa tembau kwa vina wonde kusukumia silikali etiu chema udhukumi onde ala mailite kwithwa moko ni mama gavana tanzia imwe ya kunenga vinya udhukumi wa silikali siya kaunti kuisila ukolania wa koti. Nzameno kuisila kuimwene kivila wanzama ya mwaki kana energy gavana Mohamed Ali wa Masabit yenda muvya wa kulunga sekte ya mwaki EPRA uvenu udhukumi wa kunenga ne license ya viasala ila si sektani ino ya mauta taudhose wa mauta license ya viasala waivetu lova mwena nzeve ya gas. Mangavana meweta vaitoneka na maudhukumi makaende ya kuunga mwani silikali nene oilave sikienesa ni maudhukumi maungu wa silikali siya kaunti. Benjamin Mwaka nukutuelesa. Yuma gavana menda muvyo wa kulunga udhukumi sektani ya mauta na mwaki wa EPRA huwege kulikilila maudhukumi ma silikali siya kaunti. Alame sektani vala mwene kivilo anzama magavana ya mwaki gavana wa kaunti ya Masabit Mohamed Ali nuwata vya Senate kananzia ini kuikivya kaunti nisiedhu wana mwana museondi nuwakolanyo wa koti kuisila license sektani no. The Energy Act of 2019, 5th Schedule Part 2B, Section 2A to G, and the County Energy Regulation Section assigns the county governments the following functions: regulation and licensing of retail petroleum service stations, regulation and licensing of county gas reticulation systems, regulation and licensing and supply of retail coal products for domestic use, regulation and licensing of designated parking for petroleum tankers. Therefore, the county governments have authority to impose certain levies and charges within their jurisdictions. And some national regulators like EPRA undertake licensing functions that have been devolved to county governments, creating a potential double taxation. The council recommends that national regulators like EPRA be barred from undertaking devolved regulatory functions. Avikite mbewanza mabunge ya seneti ya mwaki na mauta gavana Mohamed nuwaweta ni ilovia hii ila kaunti siya kwata kuma sektani itonetha siya ama gavana kwa ilia malelu na maendeo. Pulalu milelia uni udhukumu wa silikali siya kaunti. The levies and licenses are intended to raise revenue for the county governments while assuring infrastructure development aligns with local priorities and standards. On levies and licenses affecting energy sector, county governments charge levies on petrol stations and gas retail stations. These levies include single business permits and fire safety compliance certificates. Additionally, some county governments issue petrol stations an operating license based on functionality. Indono uyovo memba zamani matongoni senator wa kaunti Lovi Edwin Sifuna meweta kaunti binge hii na utoni wa kuthuima withianu wa viasala ila si sektani no enongitha EPRA yende kuungamia maundu ma license sektani no kana kuzia mwisho na mbanga kula kui NNV. Part of the problem with the Mradify, and I can see the council here recommending that EPRA should not be undertaking devolved regulatory functions. First of all, we here, I think, recommended that the county governments should only have issued a permit for a business such as Mradi or even a petrol station upon seeing authorization from EPRA, because they are the technical people who would be able to address even your safety concerns there. But what we saw in Mradi is somebody comes and obtains a permit, they say they are going to do whatever business they are going to do, and then it is issued without any further questions by the county governments. So on this particular one, Governor, I think it is you people who should get out of issuing licenses for such businesses. Let us be seen to be doing something for our people, because our people now are trying, they are at the edge,
And that is why some of them are shouting, somebody must go. It is not that somebody, the problem is us in the leadership. We must all bite the bullet and say, let's do our part. Collectively, we'll have done the service to our people. Na yuma gavana ameenda maseneta mamakwata mbaundhini wa muungamo uno kana kuikiria serikali cia kaunti ni cia kwata vina kukitia akisio muno yulu wa maudhukumi onthe ala matiukiwe ni katiba. We appeal to the senators who have been defenders number one of the counties. At least, as always, you have always been on our side, on the side of devolution. We've always counted on you, and even in this, we count on you to be on our side as always. Vilingwa mauvo kwa bamusini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Tuelekanya na mauvo wasu amwaitu na amuikani makulua kwiyumbania na kwiyandikithia na chama cha pamoja African Alliance kana PAA ni kana kukitia ivila kivathukanio cia kiuteti na kuete mawali huku maunduni ma utongoi. Kuna na Amina Mwidau na ula ni mutaalamu wa maundu ma kiuteti na memba wa chama cha PAA ni kana amwaitu na amuika mena utonyi wa kuete mawali huku maunduni ma kiuteti na ni mailite kwithwa mustali ni wambe kuanisia ki Angelina Museno kutuelezea. Kaunti ya Mombasa kavindani kala watongo eseki kaloki mwanya cha amwaitu Amina Mwidau na ula ni memba chamani ki ni wamakule amwaitu kuthuthia amwika nikana kuyandikithia na chama ki nikana usakwani ni ugitoa mwaka angilili miongoli na mwanza mavikie kuete waliuku maunduni maki utongo. Na usione imani, usimwone imani akiwa mdogo, mnyoroshe tu na njia ataijua. Sasa hawa jenzi wetu roho ziko juu kwa sababu washakuwa hakuna kazi. Tuwafanyaje? Hakuna kazi. Sisi kina mama ndo tuwatafutie fursa. Tuwaingize katika mikakati ambayo itaweza kuwasaidia huko mbele. Ndio sababu nikawaambia conference ya Women Mombasa County ya PAA iko njiani. Lazima tujisajili, tujipange, ndio election ikija ya viongozi wa mashinani, nyinyi ndo mtakuwa mstari wa mbele. Nukuetikana amwika na amwaitu mena utonyi munene wa kwetu waliuku ula kuandika vaandhi ya Kenya kwa kukitivila kivathukanyo na kusagua ndongo ile itonya kuthinikia mavata mo vala makuli mavikie kuimile kwa wingi mwakani ukite kufika ikomanoni ya amwaitu na amwika ya chama kicha PAA na ila ikaithwa yifuso yimwanya ya kuvundi wa maundumeo kone utongoi. Kwa hiyo sisi tusimame, kila mwenye jenzi wake amjulishe katika wodi, wakaribisheni, waambie kuna mkutano wa kina mama utakuja na mkutano wa vijana Mombasa County kwa jina la chama chetu cha PAA. Tusimameni kidete, hakuna ukabila, hakuna udini, hakuna rangi, sote wenyewe tunajua toka humu Mombasa County. Ikiwa waishi Mombasa County basi ufaidike hapa Mombasa County. Ikiwa wapiga kura Mombasa County, ujue faida yako itatokea hapa Mombasa County. Ya kwamba tunarudi katika ward zetu na kuanza kuweka mikakati ya kuunda wanakamati katika kiwango hicho cha chini kuendelea juu, kwamba tutilie maanani. Na pili ni kwamba tunaelekea msimu wa sherehe za Christmas na mwaka mpya, so pengine huenda tusifanye kwa sasa, lakini mwakani inshallah wala ambao mtakuwa wameandikisha majina yenu kupitia kwa viongozi, basi tuanze mikakati hiyo. Ona uyovo amwaitu ani makulu mavikie kumakwa atamba wa mwika alama na meama kukitivila kivathukanyo cia kiuteti. Nyinyi ndo mnafaa kuambia wale vijana ni nini ambacho mnataka katika taifa letu. Kwa hivyo wakati unakutana naye atakwambia mambo mengi ya mziki, atakwambia mambo mengi ya wasanii, lakini muulize katika hatima ya kisiasa hili taifa mmelipangia nini? Na yale maneno ambayo utamwambia nadhani atakuwa na uzito mkubwa kwake. Si ndio? So sisi kama vijana tunaomba nyinyi kina mama pia msisitize. Manake 2027 naona wale vijana watarudi nyumbani kukaa na nyinyi. Ile mipango ya sisi vijana ni kwamba turudi nyumbani, tukae na nyanya zetu na mama zetu, tuwaambie ule ukweli wa maisha. Kama venye walivyofanya wakati wa mswada wa fedha, hivyo ndio itakuwa. Kwa hivyo tunaomba wakati ule tunarudi kwenu, mtuunge mkono na mtuonyeshe njia.
Ngilivotia vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Munene wa maminista ulani wao kwa ta minista wa usese na utongo Iwande Musalia Mudavadi ni wakule maofisa ma usese medhiawe na mwigwa no na ndaiya na enendi la meudhukumini wo ni wailesya kana unena ni akati wo ni wailite kutoa iwe ila maundu ma mituki medhiwa ayongelela kwa sekana kwithiwa na unena ni ni kukwa ile udhukumi wo kwi enendi. Mudavadi oingeni wa sekana silikali ni kuendea kunenga ne otethi undu wailite kwi maofisa a Ken Mulingi na mauvo. And is right here as we see it launched. Musalia Mudavadi nena ne waweta kuimea umwe huiwe no wava kuvina kuyambenzi ambithio nusia kukosoa na katoa maofisa mavolisi na ene ndibandhi ya Kenya walidho wanokwenze ya mbevi ya kuminangusanisyo kati wa ene ya Each of the strategic plans is uniquely tailored to the mandate of the respective service. Both are geared towards the government's agenda for a more inclusive society. They enhance opportunities for dialogue with people and foster community partnerships based on respect for the rule of law, democracy, and human rights. Constructive engagement with citizens is necessary to resolve emerging conflicts in the delivery of police and correctional services. We must seek to promote trust and understanding that will ensure the security of our citizens, improve the business climate, and stimulate Kenya's socio-economic transformation. Mudavadi ulaingini wa minister wa maundu mandhesi anzana ulo kwa atieta minister wa sisi Iwande ni vandhi ya Kenya nena kika vina nika kuambiwa kwa mivango mbidhi ya ya kuendesi ya nesa mufewa volisi na ulo kutungia mituo kuya Kenya School of Government Law Kabete musini wa Nairobi. Walongi wa weta silikali ninengani tetethi ula wailite kukwata mbume vya The National Police Service Strategic Plan underlines the government's commitment to ensure that the National Police Service delivers on its vision of being a world-class police service and upholds its mission of providing professional, innovative, and people-centered services to promote a safe and secure society. On its part, the State Department for Correctional Services strategic plan focuses on enhancing security through containment, supervision, rehabilitation, and reintegration. Ovande no mivango na vaumbe ne amovya munini wa kutungia mituo ve na muvango wa kuongela usese ikwesela kusise mituo ene ndendwani kwa vakuvi kutungia mituo alame utulamia ova mwana kuitekeleka nge kwa alame kama makosa na masio kidhemisini. I wish to reaffirm the government's commitment to support the National Police Service and the State Department for Correctional Services to scale up the initiatives undertaken during their previous strategic plan periods. We promise to work with you on this journey. Collaboration with key stakeholders, including the communities you serve, is vital to delivering the impact envisaged under the new strategic plans. I therefore encourage you to nurture a unified and effective approach through strategic partnerships with key players in the security and correctional services ecosystem. Let me conclude by urging all of us gathered here, and indeed all Kenyans, to support and work with the National Police Service and the State Department for Correctional Services to promote unity, peace, and stability for the ultimate prosperity of all Kenyans. Nilivotia Mutongo TV, nyeneta wa Ken Mulinge. Musaisa mwendo tuamba kulekanya na maovoa suto sodhumu monini na tuisiokethia ni bode ya usauvia wa sinema vande ya Kenya ndukathi vasa. Siku kune netwenda maundu maseo nundu yithia wali ibinda ya kutana onayo inzebe yithia wali mbailu ondu wendete onaituva Mutongo TV na Mutongo FM nitukwenda kukuongelela useo uu nitukunenga discount ya siku kuu ya kutanga sidia naitu nikendo manye nitwitha tukutambuite iyo sehemu thinzi uwa siku kuu tene tukunie simu kwisila noti muonza noti 6 5 noti
Community OU lilikana na utangasithia nginya Facebook page ya Mutongoi TV na page ya Mutongoi FM ovamwe na channel cha Mutongoi TV/FM YouTube. Yukiwanza ni chaananie nuwe wikwete ni offer ya Christmas na mwaka mweu ya kutangasithia biasala kana wia waku va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba tukunie simu kwisila noti monza noti thandatu itano noti. Kila wachumwa siaunga masa umwe wa kioko thini wa kilungu cha twathimwe ni uboya shitwa ni ya Yesu Kristo pamwe na itau pamwe na maumishi maana mwenu na etwa mwenyu na ashia imaku undo na vea shimame na ashia na imwe ni uboya Yehova Ngai au komboe na kimena jamushi vala elikana atatu umombanite isiotwani iya Ngai nake Evo hautangie na kiu jamushi hautangie na kimudia jamushi tukwate chao ya chavevo vamwe va Mutongoi TV tuikuete utavanya wa Bishop Lazarus Musyoka ula utongoesie kanisa wa ATG ula withia wa thini wa hall ya KFA ila jiva kuvi na Huduma Center na Isianitie na vengi wa Equity ATG Machakos where divinity meets humanity. Ewe mzazi, unajua ni muhimu kumpa mwanao masomo bora yatakayomfaa maishani? Lion of Judah Wisdom School ndiyo chaguo bora. Hii ni shule ya Kikristo inayotoa mafunzo kutumia mfumo wa elimu wa CBC na mfumo wa 844. Njoo leo umwekee mwanao nafasi kutoka katika gredi ya 4 hadi gredi ya 9 na kidato cha pili na cha 3 katika shule ya upili ya wasichana. Tunatoa usafiri kutoka shule na kurudi kwa wanafunzi. Shule hii iko kilomita 1 tu kutoka mji wa Emali katika barabara ya Kinyoo kwenye eneo tulivu. Usajili unaendelea kwa sasa. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0799948311 au 0719318656 au tembelee kwenye tovuti yetu lionofjudahwisdomschool.org. Lion of Judah Wisdom School, excellence in academics and talents. Musaisa mwendwani twasiokethia na nina uthota. Boda ya kulunga maundu ma sinema va Kenya KFCB ni yawetakana utalo munene wa NND alame kuikonia na usovia wa sinema mayithi tumayate ya meo na mawalanio alame kitweni boda ino undula yu memwisione wa kuosowa matambia makemi yao. Kwa na novisa munene wa ungamei wa boda ino Pascal Martin nikana yu ni maende na kuikia mawalanio makuongelanga utalo wa NND ala mekwi yandikithia na muvia woo nikana kuikithia wailu wa misivi ya sinema. Anene vindanyela wakomana na amwika na ene ianda mausovia wa misivi ya sinema musini wa Masako. Daniel Mongela na Mauvu. Kwena na novisao munene kuma bodi nino ya KFCB nikana enendi aingi na muno amwika ni mambisi kwikone na usovia wa misivi undula matati yemi ya wela ya elite na ilechekana kila mundu ukuzawi misivi ikumeki kwa enendi ni wailite kuwatia miao yonde na mawalinyo la meki tuni bodi ino. What we've done, we know as a government that there's a lot of content being created. We are aware that there are very many different platforms through which content is created. But generally, content creators have assumed that it's only the big filmmakers that need to follow the regulations. So we are here to empower them and also to teach them and tell them, no. The moment you are creating something that goes to the public, ideally it should be something that has been looked at and rated to be sure that what you're producing does not affect certain ages within the country. Because we know that there's content that is meant to be for adult consumption, there's content that is meant to be for children. So we need to empower you with the knowledge to know that this one is I produce it, I should not show it during the watershed period. That is between 5 a.m. and 10 p.m. And this content is adult content is after 10 p.m. So we are empowering them to know that. Number two, we are saying that there's a lot of content that is being brought into the digital space.
So we have a new rating that we brought in, and these ratings is actually meant to train. It's called self-classification. It is meant to train everybody in the audiovisual sector to be able to self-regulate. Onuwe vunu wathingila kana ni maende na kwikia mwalani wangi makwikithia kana nthi maukwati munini ala mekwenda kwambisha usovyo wa mesivi ni metha mayati ya mwalani wasu mateukia ngalama nene. On account of the fees that we are charging, yes, we mentioned that we are already revising the fees. It's at an advanced stage, and we intend to ensure that we reduce the fees. The head of licensing here will articulate more on the areas that we are reducing the fees, because we know that content creation is very difficult as you start. So we need to help them to be able to get licenses with the ease, but also reduce the fees marginally after it's approved by Parliament, of course, and also to ensure that we teach them how to monetize content so that when they're working on platforms such as Meta and TikTok, they know what content to push, because there are certain content that will not be easily monetized, so it will not make you money very quickly. Ane na ivindano wakomana na nguthu ya muika na ndwalama wakona semu nuna usovi wa mesivi kan content creation wa musini wa Masako. I go on. Daniel Mwankela, Mutungu TV, kuma kauntini ya Masako. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Nandeti ni waweta kana vena vata wa kuendea kukwata mbao masomo maki uvundi na kana kwa ilia meikalile ya amuika. Wavina ainene tina wakuvingwa kimanisio cha kiuvundi cha kamwanyani kuyeka ngundo ya udhuloni wa sua ni wenda amuika kutumia visojilaji hivyo na kulika mawamanyesioni alama tona kumatedhia kiuvundi na kuivetangana na itindo itamatedhia. Ingini wadhana kana silikali yake kuisila muvia wa kisomo ni kutumia budget ya mautio kumithia na kwikia miyo ya masomo kimanisioni kithiwe kiitethia inende kuma mwaini wa mbe mwakani ukite. As a government, we are fully aware of the huge unemployment rate in our country, and we shall continue to impart skills and knowledge to our young people so as to address the particular national challenges that we are facing. Baito youth polytechnic we not agie baba. Besi anase umiye skulu ingesia mzee mwapata max maseo form 4 kulea kumina skulu kana kumia kate tiko maanisha ni wezo wa maisha. Nitakwati ania kwa siana sionde ulo mineta skulu ulo taamina ni maileo kababa makoko train baba kana nike upata certificate oma certificate wenda ukeka diploma oma diploma ukaji ukeka degree kwa umezea ya upata chao degree kwa mbesie baba kwa asiai ni mukuli kwa ndaya 12 karesiana sito chairman wa board baba thank you 12 karesiana tunenga na habari na makanisa na kila bali siana sio baba nono siana sito mbinge sia nondo hii nondo wakweka duke bende nondo wakweka aliako malana alangi mainyo bangia kaliko chao bangine aliako malana alangi mainyo mukokaka likachao mukokani kwa utamba kwa yake mchaika siana situ nisikuenea kwa vocational training center mumetumia nesa na nina budget tutuna vitu kivisie county assembly nina vitu kivisie supplementary budget nina pesa sia kuequip baba niyo yule yako doa na niyo yekata yekiwe. And now we have the supplementary budget. Let us get the necessary equipment and start by January. Siana ilikeba nitakwati ania
Tuisonga na mbengo atanio ya M-Pesa kana M-Pesa Foundation niyo nanisia ulaua yo itina wakunengane utedio wa milioni 10 ya kutethesia waki wa school wa Cloud Academy ulawe Baringo. Muvango wewetu hata wiungu wa milati langu atanio endese ya kutethesia kwa kama school alavinye yake miako ilovia ivangiwe kudhoa computer, laptop na projector school nusu. Valangu atanio ya kie nyumba si mwana siya ukoma na kuikia matama sola vamwe na CCTV kamera siya kudhingilila usese school nusu. In Chemolingot, where we have come to open the library, the Integrated Resource Center, and the boys' dormitory. Over and above the Integrated Resource Center, we built for the boys who are sleeping in a gara or something like that, which was more of an outdoor setup. We built for them a modern dormitory that has solar-heated hot water thanks to the solar in this area, and we put them into cubicles. So we've invested 10 million just to transform this community and this society here. Our expectations as M-Pesa Foundation is that the future leaders of this country will come from here. We strongly believe in transforming the lives of the communities and especially the marginalized communities. This area is quite marginalized, and we look forward to seeing many, many more young people come to the school, the numbers grow, and the students growing and embracing this, and above all, taking care of the infrastructure that we have opened and blessed today. Before the intervention, the challenges that the school was facing was lack of accommodation, because you find we get children from far, from Silale area, from Bapelo, from other distant areas in East Pokot, Tiaty constituency, and you find that we didn't have a good place to put the children as per the requirements of the government. So that's why we sought the assistance of M-Pesa Foundation. It will improve the learning level of the children, but because when they are boarders, they have more time to study. They have more time to dedicate to education, and also to desist from getting involved in banditry. We thank Safaricom, we thank M-Pesa Foundation for the intervention of equipping the ICT hub, and we just hope that we continue the paid partnership of trying to empower the people of Tiaty constituency. Natulika mutongo madhao maivinda ye 14 ya ambunge ngwatanioni ya ndise umiloni wasu wako ye KPM Baraki ni maona ni sinengo siya kusemba katika tibuo nde ya Uganda ni yetongo isi na medhenzi okenda ya dhahabu 10 ya silver na 5 ya bronze. Nde ya Kenya na vala madhao wa matoiwe Honorable Simon Kangar no tongo isi ndini wa idhao ya mitangili umama na dhandatu ya walk vala umini endatekani ya kenda na sekondi miongwe na ile na kuikwati ya dhahabu timu wa lili na umaoni maona ni sengwatanionzeo madhao ni ma 4x400 na kumina na ndateka ina na sekondi miongo ile na 5 amadhau wa mainde ndi ya Kenya yena kielelo cha kuongela medhenzi na wona ni munene wangu atani ondumu na kwa ilia maundu mawi mawamwe. The exercise is quite intense. We are in Mombasa, where the weather is very hot, but I'm happy that the first time I participated, I was able to get a gold. The second time I got a bronze. And now I'm just very near the bronze. But the experience is good as we interact with people from other countries, from the Eastern African community. We are able to mingle, we are able to strengthen our relationships, and about everything. Now what I will say to my people of Kitui West, we can do all things through Christ who strengthens us. Leo tuko hapa Mombasa shiriki katika mashindano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo nchi 8 zinahusika, ikiwemo ni Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC Congo and South Africa. Na kama vile leo mnaona tuko karibu kufika tamati kwa mbio za riadha, na leo imekuwa saa hii ni matembezi ya kina dada na viongozi wa kiume. Na wangu ni kushukuru nchi zote 8 kwa kukubali kuja kushirika nasi hapa Kenya kama waandalizi wa michuano hii ya 14 katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na mimi ni mmoja wa wanariadha
Discipline yangu ni kutembea, yani walking race, na kwa bahati ya Mwenyezi Mungu nimeweza kupata dhahabu ambao niko nayo hapa, ikiwa ni mara yangu ya pili kuwakilisha Kenya, ni mara yangu ya 4 kuwakilisha Kenya. Nimewakilisha Kenya pale Tanzania, nimewakilisha Kenya pale Burundi, na vile vile nimewakilisha Kenya Southern Sudan, na pale Rwanda juzi ambao niliweza kusoa dhahabu hii. Na sasa mara ya pili nimeweza kupata dhahabu.